Habari za muda huu ndugu mpenzi mtazamaji, nina imani kwamba unaendelea vizuri zaidi na Mungu akubariki sana. Na leo ningependa kuzungumzia jambo moja nyeti sana. Tunapokuwa tunapata matibabu, kuna kipengele muhimu sana tunatakiwa kukifahamu. Kipengele hicho kinaitwa matumizi sahihi ya dawa. Kwa hiyo nitakwenda kuzungumza mambo kadhaa. Kwa kwanza tuanze na tafsiri halisi ya dawa. Dawa ni kitu ambacho kinaweza kumsaidia mtu kupata uafadhali wa tatizo lake au kumaliza kabisa tatizo. Kwa maana kwamba unapotumia dawa inaweza kukusaidia kumaliza tatizo au kupunguza athari ambazo zingeweza kutokana na tatizo hilo. Mfano, ukitumia dawa za malaria ukatumia vizuri, maana yake utakuwa umemaliza tatizo la malaria kwenye mwili wako. Lakini pia ukitumia dawa za pressure utakuwa umesaidia mwili wako kuweza kupunguza athari ambazo zinaweza kutokana na ugonjwa huu wa pressure au kukabiliana na athari ambazo zinaweza kutokana na ugonjwa huu wa pressure. Kwa hiyo tunapozungumzia matumizi ya dawa kwa magonjwa yasiyo ya kuambukiza ni kitu ambacho kinaweza kukusaidia kuweza kukabiliana na athari ambazo zingeweza kujitokeza kutokana na tatizo hilo, mfano kisukari, pressure au stroke au heart failure inaweza ikakabiliana na hiyo changamoto kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo dawa ni kitu muhimu sana. Kwanza kwenye hilo nilikuwa natamani tuweke clear. Kwa dawa ni kitu ambacho kinaweza kukusaidia kupunguza tatizo au kumaliza tatizo. Lakini kwenye magonjwa haya sio ya kuambukiza, mtu anatakiwa kutumia dawa maisha yake yote. Mfano, mtu mwenye shida ya pressure, mwenye shida ya sukari, anatakiwa kutumia dawa maisha yake yote. Na hii afahamu kwamba pia ikiwa inaambatana na mahudhurio mazuri ya kliniki. Sasa lengo kuu la kutumia dawa ni nini? Lengo kuu la kutumia dawa ni kuwa na afya njema. Yaani tunapozungumzia afya njema, ili usiweze kuingia kwenye madhara makubwa zaidi, kama nilivyokwisha kusema, mfano shida za figo, shida za magonjwa mengine mengi. Mfano, mtu akipata pressure anaweza kuwa kwenye hatari ya kupata kisukari, anaweza kuwa kwenye hatari ya kupata shida ya stroke, anaweza kuwa kwenye hatari ya kupata magonjwa mengine mengi zaidi. Lakini kitu kingine, tuangalie umuhimu sasa wa mtu kutumia dawa. Umuhimu wa mtu kutumia dawa tumeugawanya katika maeneo makuu matatu. Eneo la kwanza ni binafsi, eneo la pili ni uchumi, na eneo la tatu ni jamii. Eneo la kwanza, tuanze na eneo la kwanza ambalo ni binafsi. Eneo la kwanza ni kwamba mtu anapotumia dawa kwa kufuata maelekezo aliyopewa na daktari kwa usahihi, maana yake anakwenda kukabiliana na madhara ya moja kwa moja. Mfano, mtu akipata ugonjwa wa kisukari anaweza kuwa kwenye hatari ya kupoteza kumbukumbu, anaweza kuwa kwenye hatari ya kupata shida ya uoni au kupata upofu wa macho kabisa, anaweza kuwa kwenye hatari ya kupata stroke, anaweza kuwa kwenye hatari ya kupata maradhi ya moyo, anaweza kuwa kwenye hatari ya kupata shida ya figo, anaweza kuwa kwenye hatari ya kupata ganglion, anaweza kuwa kwenye hatari nyingi sana. Lakini anapotumia hii dawa anaweza kukabiliana na madhara hayo. Kwa hiyo itamlazimu aweze kutumia dawa hizo maisha yake yote, either insulin, kwa maana kwamba wengine wanatumia insulin kuchoma, wengine wanatumia vidonge, lakini mwisho wa siku wote hawa wanatumia dawa. Na lengo kuu la kutumia dawa hizo ni kuweza kuwasaidia kukabiliana na matokeo mabaya ya ugonjwa huu. Kwa hiyo fahamu kwamba ugonjwa huu matumizi ya dawa yanaweza kukusaidia kukabiliana na madhara mbalimbali ambayo yangeweza kujitokeza dhidi ya magonjwa yasiyo ya kuambukiza. Lakini jambo la pili, tuangalie uchumi. Uchumi maana yake mtu anapopata changamoto ya magonjwa, mfano kama tumeshaanza kuzungumzia kisukari, asipokuwa mfuasi mzuri wa dawa, kwa maana kwamba either ana diabetic type 1 au ana diabetic type 2, kwa maana aina ya kisukari ya kwanza au aina ya kisukari ya pili, anaweza kuwa kwenye hatari zaidi ya kushuka kiuchumi. Anashukaje kiuchumi sasa? Kama atapata kisukari na hakuzingatia matumizi ya dawa yaliyo sahihi, maana yake akiwa kwenye hatari ya kupata ganglion, maana yake anaweza akakatwa mguu, badala yake anakuwa tegemezi, au akakatwa mkono. Mwisho wa siku mtu huyu anaweza kuwa tegemezi. Lakini pia kisukari kikimwathiri zaidi, akiwa amelazwa, itatakiwa itumike fedha
au nguvu zaidi ya ziada ili kuweza kumrejesha kwenye hali yake ya kawaida, ambayo atakuwa anaendelea na matumizi yake ya dawa kama kawaida. Kwa hivyo hapo itatumika pesa zaidi ya ile ya kununua dawa na ya kuhudhuria kliniki kama ambavyo angetakiwa kwenda kawaida. Kwa hiyo atatakiwa kutumia pesa zaidi, na wakati mwingine watu wengine huenda mbali zaidi, huuza mpaka mali zao, kwa sababu tunasema uhai ni bora zaidi kuliko mali. Kwa hiyo mwisho wa siku mtu anakwenda anauza mali zake ili aweze kurejea kwenye hali nzuri ya kiafya. Kwa hiyo inaathiri sehemu ya uchumi, lakini pia inaleta umaskini. Kwa nini inaleta umaskini? Kwa sababu kama unaingiwa na magonjwa ya namna kama hii na hauzingatii matumizi ya dawa, unaweza ukajikuta unatumia mali zako kuweza kujitibia zaidi, kwa sababu tu hapo awali ulifeli kufanya matumizi yaliyo sahihi ya dawa. Lakini jambo la tatu, kijamii, manake kuna watu wanakutegemea pale nyumbani. Kuna watu wanakutegemea, manake usijitazame tu wewe, tazama pia na watu wengine ambao wanakutegemea. Kama wapo watu wanakutegemea, tafsiri yake ni kwamba wewe utakapokuwa umepata tatizo, kuna baadhi ya mambo aidha kwenye familia au kwenye jamii nzima yanaweza yakasimama. Wakati mwingine tumeshuhudia tukipoteza viongozi, wakati mwingine tumeshuhudia tukipoteza wanafamilia, wakati mwingine tumeshuhudia ongezeko la watoto wa mtaani, watoto yatima, wajane, wagane wanaongezeka, kwa sababu mwisho wa siku watu wanapoteza uhai kutokana na magonjwa yasiyo ya kuambukiza. Kwa hiyo unakuta kuna tegemezi wingi la watu ambao wanategemea kuliko wanaotegemewa. Mwisho wa siku tunaingiza familia kwenye shida kubwa, au pia jamii kwenye shida kubwa, na wakati mwingine hata kwenye taifa. Kwa hiyo ni muhimu sana kuhakikisha kwamba tunafanya matumizi sahihi ya dawa ili tuwe katika mazingira mazuri. Sasa basi, tunafanyaje matumizi yaliyo sahihi ya dawa? Cha kwanza, hakikisha unafuata maelekezo ya daktari kwa umakini sana. Lakini cha pili, hakikisha matumizi yako ya dawa, mfano umeandikiwa labda saa 1 kamili asubuhi uwe umeza dawa, hakikisha unameza saa 1 kamili asubuhi. Lakini pia kama ni saa 1 usiku, basi saa 1 usiku uwe unameza. Lakini pia tuache mazoea kwenye matumizi ya dawa. Kuna mwingine kipindi cha awali, baada ya kugundulika kwamba ana shida ya kisukari au ya pressure au ya ugonjwa mwingine, wenda heart failure au mwingine, anakuwa ni mfuasi mzuri kabisa wa dawa. Lakini kadri muda unavyozidi kwenda, anajikuta sasa ameshazoea, anaona kawaida, nitameza kesho bwana dawa. Wiki hii siwezi kwenda kliniki kuchukua dawa, nitakwenda wakati mwingine. Kesho uko baa unataka kumeza dawa, unachukua na pombe unameza tena. Hiyo inaweza kukuletea changamoto zaidi. Kwa hiyo matumizi yaliyo sahihi ya dawa yanaweza kuimarisha hali zetu za kiafya, lakini matumizi yasiyo sahihi ya dawa yanaweza kuathiri hali zetu za kiafya, ikiwemo binafsi, uchumi pamoja na jamii. Kwa hiyo tuzingatie sana matumizi ya dawa yaliyo sahihi ili tuweze kujenga jamii iliyo bora na maisha yetu yaweze kuimarika zaidi. Asante kwa kunisikiliza. Siku njema.